umeitwa kwenye huduma eti wewe kutoka Mbagala kwenda Kimara unaanza kuuliza nauli. Hapo Kimara nauli shingapi? Hata 1000 haifiki. Ya, kwa tufanye kazi. Tukifanya kazi, Mungu atatubariki kwa kupitia hizo biashara zetu tunazozifanya au vitega uchumi ambavyo tutavifanya. Ila niko Mbagala. Niko Mbagala. Lakini unakuta mtu wetu kuna sehemu zingine hata hazilazimiki. Unakuta kuna sehemu kweli ili kuokoa jahazi fulani inabidi tu udanganye ili lakini sasa unakuta mtu hata sehemu ambayo haihitajiki kuongopa. Mtu anadanganya. Kwa nini udanganye? Kwa majina yangu naitwa Neema Mege, ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Ni mwenyeji wa Mbeya, mkoa wa Mbeya. Kama nilivyosema. Lakini kwa sasa napatikana Dar es Salaam, eneo la Kigamboni, Tuangoma, kwa Bishop Amon Yola Mlukama. Ya, Mungu amenipa neema kuvuka mwaka kama mnavyoona, tunamshukuru Mungu. Haikuwa rahisi, lakini ni neema ya Mungu tumeweza kuvuka. Sasa umesema unaitwa Neema Mege. Umesema mwimbaji wa nyimbo za Injili? Yes. Sawa. Hongera sana. Asante sana. Neema, una nyimbo ngapi mpaka saa hii? Nyimbo niko nazo nyingi. Niko nazo nyingi zisizopungua 5, 6, 7. Lakini ni nyimbo chache sana ambazo nimefanikiwa kuachilia YouTube. Ya, kuna video kadhaa, pia kuna audio ambao nimeitoa hivi karibuni ambao nimeiachilia wiki hii ya iliyopita mwaka 2024 kuingia 2025. Nyimbo inaitwa Umwema. Nyimbo hii imekuwa ya baraka sana. Watu wengi nilikuwa nikiimba live walikuwa wanaifurahia na walikuwa wanahitaji sana. Nikasema basi nitajitahidi angalau niweze kuifikisha. Tumeona video ya mwisho ya wimbo wako. Ulikuwa mwaka gani uliachia video? Lakini ile ilikuwa kama kundi. Ile kundi inaendelea. Lile kundi kwa sasa halipo, ila watu tupo. Watu tupo. Kila mmoja na maisha yake. Kila mmoja na maisha yake, majukumu yamekuwa mengi. Wote tupo, mmoja yuko Mbeya, mwingine yuko Mwanza na mimi niko Dar es Salaam. Na mpango gani sasa kurudisha kundi upya? Maki imefanya vizuri sana. Wakati huo mko wapi? Mbeya? Kipindi hicho tulikuwa Mbeya. 2019. Yes, tulikuwa Mbeya. Tumeplani tutafanya kitu kama Mungu akitupa neema tukaja tukakutana tena kwa pamoja kama ni Mbeya au Dar es Salaam tutafanya kitu. Na kabla ya hapo Neema alikuwa akiimba wapi kabla hujaingia kwenye kundi moja kwa moja? Triple Hell Band. Tulikuwa tunaimba hiyo Triple Hell Band. Kabla ya hapo mimi tuseme nimezaliwa katika familia ya walokole. Ya kichungaji. Walokole. Sio ya kichungaji ila ya kitumishi. Ya kitumishi. Kwa hiyo nilianza kuimba tangu nikiwa mdogo. Kwenye kwaya. Miaka 90 na huko. Tulikuwa tunaimba Sunday School. Sunday School. Hivyo tukaendelea mpaka nimefika sekondari bado naimba tu hivyo, yani kwa naimba. Nikakutana na watu wengine pia tukawa tunaimba kama vijana. Sijawahi kuacha kuimba kiukweli, ni huduma ambayo naipenda sana na mfurahia sana Mungu na napenda kumtumikia kwa njia ya uimbaji. So sijawahi kuacha kuimba kwa kweli. Tangu niko mdogo, bibi yangu alikuwa naimba, mama yangu alikuwa naimba. So na mimi nikazaliwa katika uimbaji, hivyo nikawa naendelea. Namshukuru. Hivi ili uingie kwenye uimbaji, watu wengi au kwa yule ambaye anahitaji pia kuingia kwenye uimbaji pengine, ni vitu gani lazima uwe navyo? Wanasema si kila mtu muimbaji, japokuwa watu wengi wanahitaji au wanataka uimbaji, yani mimi nataka kuimba, lakini huenda ikawa kuna baadhi ya vitu hawana. Vitu gani muhimu takiwa mtu awe navyo? Katika uimbaji sio lazima kwamba uwe na kitu muhimu, ila kama kwa waimbaji wa gospel maandiko yanasema kila mwenye pumzi na msifu Bwana. Haleluya. So ili mradi tu sauti yako inatoka, wewe msifu Bwana. Msifu Bwana. Sauti tu kutoka. Tofauti na maneno hata mabubu pia hawasemi, lakini wanaimba kimoyo. Sasa wewe Mungu amekupa sauti ya kumwimbia. Mwimbie Mungu. Mwimbie Mungu. Jiachie kwa namna vile Mungu atakavyokuwezesha. Mazoezi kwa sana, mazoezi ni muhimu. Maana kama unataka uimbe na watu wafurahie kile unachokiimba, mazoezi pia ni muhimu kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa ubora. Na hivyo lazima tufanye kitu kwa ubora. Ili ufanye kitu kwa ubora lazima ukiandae kile ambacho unaenda kurepresent kwa watu. Ukiandae kwa mazingira mazuri, tengeneza sauti yako. Pia
imba kwa upendo. Ukiimba kitu kwa kukipenda utakifanya kwa ubora. Yes. Hivi tukiachana na uimbaji, Neema Mege pia kitu gani kingine anafanya? Kazi kwenye taasisi ya mikopo, nakopesha pesa. Binafsi nakopesha pesa, katika kampuni pia nakopesha pesa. Bwana sawa, kwa hiyo kama mwenye uhitaji kukopa pesa, basi baadaye atatua namba zake hapa za simu uweze kuneemeka. Msimu wa sikukuu huo, mwaka mpya, kwa hiyo lazima mambo yaende. Afu Januari ngumu sana. Kwa ukimwona Neema anaweza kukutatulia bwana shida yako, changamoto yako. Yeye mwenyewe anakopesha, lakini pia kwenye taasisi hapa anakopesha pesa pia. Bwana sasa wanasema kwamba uimbaji, wanasema uimbaji ni wito wengine, lakini wengine wanasema kwamba bwana uimbaji mimi naingia kama kazi, kama kazi zingine kufanya ili ajiingizie kipato. Kwa wewe pengine Neema, uimbaji kwako upo kwenye engo gani au sehemu gani? Upo kwenye wito kama kumtumikia Mungu au pia upo kwenye maslahi? Okay. Sawa. Kwangu mimi ningependa kuongelea tu ukweli wako. Yaani ukweli. Kwangu mimi uimbaji ni wito. Na ndio maana popote pale ninapoitwa huwa nafika. Haijalishi kwenye mikutano ya Injili, kwenye semina, kwenye huduma mbalimbali, nikihitajika huwa nafika. Na wala siulizi nauli. Natumia nauli yangu mwenyewe. Wow, hongera sana. Natumia nauli yangu mwenyewe. Wala siulizi wachungaji wanakutazama hapa. Mimi nafanya huduma, napenda kumtumikia Mungu. Siwezi kuhubiri barabarani. Sasa basi at least niimbe. Maana kila mtu amepewa talanta yake. Mwingine huduma yake kuhubiri, mwingine kuwa mwalimu, yani kufundisha. Sasa mimi Mungu amenipa njia hii ya kuimba, kulitangaza jina lake kwa kutumia uimbaji. Kwa nini sifanye hivyo? Nipo kwa niaba ya Kristo. Kwa hiyo nitafanya kazi yake ndani na nje ya nchi. Free. Umezungumza katika masuala ya mbali na kufanya uimbaji, lakini pia mwenyewe umejiajiri, lakini pia umeajiriwa. Sasa yuko mtu ambaye yeye anatamani tu kubaki hapo kwenye uimbaji, hana shughuli yoyote ambayo anaifanya. Nimezungumza na waimbaji wengi sana, huwa wanapiga kelele kwenye hilo kwamba uwezi ukawa muimbaji lakini hauna kitu chochote cha kufanya kingine. Muziki wa gospel utauona mgumu. Hili lina ukweli gani Neema kwako? Au lina uzito gani kwa yule ambaye yeye amejikita tu kwenye uimbaji, hana shughuli nyingine ya kufanya kumuongezea kipato? Hiyo sasa kali, kwa sababu katika uimbaji haimaanishi kwamba maka inategemea sasa watu wataupokea vipi wimbo wako. Na kama unafanya tu kwa ajili ya biashara, siku zote unatakiwa ukumbuke kitu, ukiinuliwa na mwanadamu lazima kitakufa tu. Unaweza ukahiti mara moja alafu mwisho wa siku, kwa sababu unafanya kwa ajili ya pesa, Mungu anaangalia wale wakunjufu wa moyo. Ataangalia ni nani anayeniimbia katika roho na kweli ili nimuinue, atakupiga chini. Kwa hiyo kama maandiko yanavyosema asiyefanya kazi na asili, maisha yako yatakuwa magumu kwa kweli. Kwa hiyo ni vyema hata kama unaimba uwe na kitu cha kujishughulisha, tuwe na kitu cha kufanya. Kwa sababu pesa ni muhimu. Hata maandiko yanasema pesa ndio jawabu la mambo yote. Kabisa. Uwezi ukaingia studio bila pesa, uwezi ukashuti video sijui bila pesa. Umeitwa kwenye huduma ndio yale mambo unaanza kuuliza nauli shilingi ngapi? Hapana. Kama Mungu amekuita na wewe unaenda kuhubiri Injili, utainuka utaenda, lakini kwa ajili ya pesa. Kama utakuwa na kitu chako cha kufanya, hautahangaika. Umeitwa kwenye huduma eti wewe kutoka Mbagala kwenda Kimara, unaanza kuuliza nauli. Hapo Kimara nauli shilingi ngapi? Hata 1000 haifiki. Kwa tufanye kazi. Tukifanya kazi, Mungu atatubariki kwa kupitia hizo biashara zetu tunazozifanya au vitega uchumi ambavyo tutavifanya. Nilitamani pia kusikia kutoka kwako utofauti wa muziki wa gospel au muziki wa Injili wa sasa na wa zamani. Kuna tofauti gani kati ya hizo au ya hayo maeneo kwa wewe sasa, kwa sababu upo kwenye uimbaji? Hata muziki wa zamani japokuwa haukuwa unahudumu, lakini pia ulikuwa unasikia watu wakiimba. Lakini kwa sasa uzao wa sasa, uzao ambao umebarikiwa na wewe umo kwenye uimbaji. Tofauti gani hapo? Tofauti ipo. Nazungumzia kwenye mauzo, kazi zenu na vitu vyao, kuipushi kazi na zamani. Tofauti huo. Tofauti ipo.
Kwanza ukiangalia kama kwenye uimbaji wa zamani, waimbaji walikuwa wachache. Sauti kidogo. Sio wote walikuwa wanasikika. Ni wachache ambao walikuwa wanapata nafasi ya kusikika. So wale ambao walikuwa wanapata nafasi ya kusikika, na sisi ndio tulikuwa tunawasikia, tulikuwa tunawafurahia kwa sehemu yao kulingana na tamaduni za kipindi hicho. Na kwa sasa hivi waimbaji wamekuwa ni wengi, na ni vitu ambavyo vinafanya sisi tuwasikie ni vingi. Kuna YouTube, kuna Instagram, tunawaona. Kwa kumekuwa na utofauti katika uimbaji, na tunaona watu wanafanya kwa ubora zaidi. Yani mtu anakipenda kile kitu anachokifanya, na simaanishi kwamba zamani walikuwa hawakipendi. Ila ndio vile kila mwenye pumzi amsifu Bwana. Lakini kwa saizi watu wameimprove, tuseme. Wameimprove na wanafanya kwa ubora zaidi, na mambo yanazidi kuwa makubwa. Tofauti upo. Okay. Ndio hivyo tunakutana na ambao wanaimba kibiashara, wengine wanaimba kwa sababu wanampenda Mungu. Bwana sawa, anaitwa Neema Mege, mwimbaji wa nyimbo za injili kutoka hapa nchini Tanzania, lakini pia moja kati ya wimbo ambao ulikwenda mbali zaidi unaitwa Wewe Ni Sababu. Ukienda kwenye YouTube andika tu Neema Mege, lakini pia usahau kusubscribe. Mimi nakuibia siri, ndivyo ambavyo anapatikana hivyo kwenye YouTube. Lakini wimbo huu bwana waliimba mtu tatu. Yes, ni hatari kuliko maelezo. Nafikiria kwamba kupitia Top Plus TV yako pendwa kabisa, huo ukiutazama hapo. Wanaitwa kama Triple Hero Band, moja kati ya kazi nzuri sana walifanya kule kutoka Mbeya. Na kuibia siri iko hivyo. Mlishuti kutoka Mbeya. Tulishuti Mbeya. Yes. Wala sawa, video kari, kila kitu kikari. Sasa tumevuka mwaka 2025 kwa neema ya Mungu, tumefika salama. Sasa matarajio ya mashabiki, wafuatiliaji, watarajie nini kwa mwaka 2025? Tunaamini 24 mwishoni umeachia audio, sawa? Yes. Mwema. Sasa nini ambacho kinafuata? Na kiu sana kutazama video mpya msimu ujao, kali kweli kutoka kwa Neema Mege. Wategemee nini? Ningependa kuwaambia wapenzi watazamaji, hii 2025 sitalala kwa kweli. Sitalala, na kama Mungu ambavyo amenipa neema ya kuachia audio yangu ya Umwema, natumaini kabla ya mwezi wa kwanza haujaisha video itakuwa ipo tayari. Okay. Kwa hiyo wajiandae kwa mambo mazuri. Watu siku wanaingia kwenye YouTube wanaangalia kabla ya mwezi wa kwanza kuisha. Kabla ya huu mwezi wa kwanza kuisha, tutakutana hapa. Hapo kuna hali ngumu wanasemaga mwezi wa kwanza. Wewe utapambana nayo. Mwanzo ni mgumu, lakini tuombeane. Januari ngumu wanasema. Januari mimi sipo kwenye kukiri ugumu kwa kweli. Safi. Hapana. Mimi sijawahi kukiri katika ugumu. Mungu wangu ni mkubwa sana. Naamini ataniwezesha. Wakati wengine wanalalamika magumu, mimi nasema Mungu anafanya njia pasipo na njia. Kwa hiyo katika hali ya ugumu mimi sipo. Wanatamani watazamaji kuona Neema Mege anasimama na mwimbaji mkubwa sana, japokuwa na mwenyewe mkubwa. Hii watarajie nini sasa watazamaji? Hemu gongelea na hapo. I say. Upo kwenye mchakato huo na mpango huo? Kwa sasa hapana. Ila ninachokupendea wewe ni mkweli. Ila tayari nishawahi kuongea na baadhi ya waimbaji ambao wakubwa wanajulikana sana hapa nchini Tanzania, na walinionyesha support. Ni vile tu katika harakati za maisha, pilika za hapa na pale, ratiba zikawa ngumu, tukashindwa kufikia hatma. Lakini Mungu akinipa neema, hapo baadaye nitafanya hivyo. Nitafanya hivyo. Wewe katika kazi zako, labda kwenye utunzi wa nyimbo zako, waga unazingatia vitu gani? Mfano, nataka nitoe labda nyimbo fulani hivi. Yaani waga yale mashairi yani ya kuandika, waga yanakuja kwa matukio, mwingine unakuta kwa ndoto, lakini mwingine unakuta kwenye maisha ya watu, au yanakujaje? Katika kuimba, kwa kweli sijui, ndo labda kwa sababu napenda sana kuimba. Mimi unakutaga sometimes huwa naimba tu, nasikia unakuta niko zangu nyumbani, nafanya kazi zangu za hapa na pale, nyimbo inakuja. Lakini pia wewe kusahau kupo. Kwa hiyo lazima sometimes unajirekodi. Maana kila wakati Mungu anakupa jambo jipya. Lakini kitu ambacho Mungu amekikusudia huwa hakipotei. Kwamba hiki ni lazima kitoke. Huwa hakipotei kabisa, unakuta kinajirudia tena na tena.
Ya, na pia asilimia kubwa inategemea na vile ninavyomtafakari Mungu, ukubwa wake. Yale mambo ambayo amenipitisha. Kwa asilimia kubwa ya nyimbo ambazo nimezifanya ni kule Mungu alikonitoa. Ya, alikonitoa, so nikawa nafikiria pale Mungu umefanya hivi. Wewe ni Ebeneza. Kwa najikutaga naimba kile kitu ambacho saa nyingine kimenikuta mimi mwenyewe au nimekushuhudia Mungu amefanya kwa wengine. Ya. Na pengine kuanzia ulivyoanza kuimba umeniambia, kuna changamoto gani ambazo umewahi kukumbana nazo? Zile ambazo utakuwa uko tayari kuzisema. So wako watu ambao wanataka kujifunza kupitia wewe. Nasema kwamba hakuna aliyefanikiwa pasipo kupitia magumu. Labda changamoto gani ambazo ilifika mahali mpaka ukakata tamaa, usema kuimba basi, na ingawaje sio mtu ukakata tamaa. Kuna namna pia changamoto zinaweza zikaja force namna hiyo. Ya, changamoto hata kucheleweshwa kazi pia changamoto. Nimekusaidia. Changamoto zipo kwa kweli. Changamoto zipo ni nyingi. Ya, unakuta labda umefanya kazi zako mara producer yani hajakupa kazi zako kwa wakati kama ulivyosema. Lakini pia kuna wakati unatamani sana kufanya hii huduma. Unapenda, kwa mfano mimi kuimba, naimba labda saizi naimba sana kanisani kuliko kuachilia hivi audio au video, ule muda wa kwenda kutoa kitu kipya. Yani hiyo kwangu ni changamoto kubwa sana, kwa sababu napenda sana kuimba na napenda sana kazi zangu zijulikane, watu wamjue Neema ni nani, anafanya nini. Napenda sana, lakini unakuta kulingana na changamoto za maisha hapa na pale, najikuta nimejikipu busy kwenye mambo mengine ya Kaisari. Alafu sasa ule muda kama labda kwenda studio wa kufanya nini, kuungana na matamasha mengine. Ya, unakuta siku labda nimealikwa tamasha sehemu fulani siku fulani, afu kwa kazini nahitajika. Hiyo kwangu ni changamoto kubwa sana. Kwa naomba Mungu tu anisaidie katika hilo. Ya, natumaini kuna wakati utafika ndapata nafasi ya muda mkubwa kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu. Unakuaga na utaratibu gani kwenye, nasema kwamba huwezi ukafanya kila kitu wewe, lakini pia kuna ushiriki au kushirikiana baada amini wewe na waimbaji wengine? Hili pia kimsingi kwako likoje? Waga unajikusanya na waimbaji wengine pengine kuchukua mawazo au wewe kuwapa mawazo ya kwako? Ya, hiyo ipo. Pia hata katika nyimbo zangu kuna waimbaji wengi tu ambao nimewashirikisha. Ya, na nyimbo kabla sijaitoa huwa pia napata kushirikisha waimbaji wengine, hata kama sio muimbaji. Kuna watu wanakuwa sio waimbaji ila wana ushauri mzuri kwamba hichi kitu umekifanya hivi, ikifanya hivi, kifanya hivi kabadilishe, hiki haiko sawa. Ya, ushauri, kufuata ushauri pia ni mzuri. Uweze ukafanya tu kitu kama umeharibu pale ndo ushaharibu, sasa unapeleka mbele za watu kitu ambacho kimeharibika. Ya, kwa hiyo huwa napenda sana kushirikiana na watu. Ya, ni muhimu sana kushirikiana na watu waimbaji ambao tayari wako machua. Ya, kuna waimbaji ambao umeniambia wewe ni mama, lakini pia kwenye biashara, lakini pia ni muimbaji. Majukumu yote haya unapangaje muda wako, yani afu yote kuyale nje inakaa vizuri na mambo yote yanaenda? Hakuna jambo lolote ambalo unafeli? Hapana. Ni ratiba tu. Ya, ni ratiba tu. Mambo matatu sio mchezo. Uhudumie watoto, uje hapa uimbe, labda tile ufanye majukumu mengine ya kujiingizia kipato, sio mchezo. Ya, hongera sana kama wote unaamua. Ni maisha ya kawaida tu. Okay. Ya, ni maisha ya kawaida. Kazi tunafanya, familia tunatunza, na Mungu tunamtumikia. Kila kitu ukikiweka kwa ratiba, ilimradi tu ufuate ratiba yako. Ila ukienda tofauti na ratiba yako lazima uharibu. Ni kitu gani Neema Megi pengine hakihitaji na pindi kinapojitokeza huwa kinamchukiza kweli kweli na kinamuondolea amani? Hayo ni maisha ya kawaida. Sasa tunakuja kitu ambacho sikipendi. Yani upende kufanyiwa, na ikikitokea hata unakuwa ni una amani, hapo unakuwa mtu amekuharibia siku kabisa, siku enda kinakasirisha vibaya yani. Sipendi uongo.
Jamani mjifunze, Neema hapendi uongo. Yani lakini uongo una viwango vyake. Kuna uongo aina gani? Yaani unakuta sometimes unakuta mtu anakudanganya kwenye kitu ambacho hata akistahili kudanganya. Okay. Unakuta mtu umpigi, umchapi. Hata akikwambia ukweli hautamfanya chochote. Haumpigi, haumchapi, alafu bado anadanganya. Nao upendi kuongopa? Mwenyewe sipendi kuongopa. Sipendi kuongopa kabisa. Mimi nakuaga mkweli, yani sometimes hata kwa mfano labda naenda kukutana na timu wenzangu naofanya nao kazi. Labda tumepangiwa leo tunakutana location sehemu fulani. Mimi ninapokuwa nimechelewa, nikiwaambia niko Mbagala ni niko Mbagala. Yani huu ndio hoja. Niko Mbagala. Kwa sababu gani? Wale hawanichapi mimi. Kama kuna issue ya kuendelea endeleeni naye. Ila niko Mbagala. Niko Mbagala. Lakini unakuta mtu eti kuna sehemu zingine hata hazilazimiki. Unakuta kuna sehemu kweli ili kuokoa jahazi fulani inabidi tu udanganye ili. Lakini hasa unakuta mtu hata sehemu ambayo haihitajiki kuongopa, mtu anadanganya. Kwani udanganye? Okay. Kwanza nikikumbuka kwamba shetani ni baba wa uongo wote. Hapo nakaa mbali naye kabisa. Sasa na mimi sitaki kuwa mtoto wa shetani. Shetani mimi sio baba yangu. Kwani niwe muongo? Na nakumbuka kabisa nikiongea tu uongo nimejiweka kwenye upande gani. Kwa hiyo najikuta nachukia sana uongo. Neema, una tabia ya kujipangia muda wa kazi? Au unaga muda maalum? Muda wote utakapoamka tu basi unafanya kazi. Kazi za nyumbani, kazi za ofisini. Ushaambiwa na majukumu matatu. Mama, ofisini, unamtumikia Mungu. Sasa kwenye hayo masaa kwamba wana decide saa moja ili nafanya kazi ya Mungu pekee. Ili hapa nipo kwa ajili ya kiofisi kuiza. Ili hapa na watoto wangu hakikisha kwamba wako na mama. Kwa kawaida sisi wa Bongo unajua sometimes ratiba zinakuwa ziko automatic tu. Tanzania amesema. Sisi wa Tanzania ratiba ziko automatic. Unajua asubuhi nikiamka nafanyaje? Napiga mswaki, nakoga, napiga deki, naosha vyombo, ziko hivyo. Kwa ni ratiba ambazo tayari ziko automatic. Ziko automatic. Jumapili ibadani, tayari ratiba ya Jumapili inafahamika. Kama Ijumaa ni kanisani inajulikana. Watoto Jumatatu shule inajulikana. So huwa nazifuata ratiba hizo ambazo tayari zipo. Hivi kuimba nyimbo za secular ni dhambi? Na kwa nini uimbe? Mimi nimekuuliza. Ni dhambi au sio dhambi? Unapozungumzia swala la dhambi kwanza lazima ndugu mtangazaji uelewe kwamba dhambi ni nini. Ukishaelewa dhambi ni nini, chochote kile kibaya ambacho kinakutoka kwenye kinywa chako ambacho hakimpendezi Mungu. Unacheka. Kisha maana ya neno dhambi. Dhambi ni mbaya. Sasa kuimba hizo nyimbo kuna ubaya? Sidhani kama ni sahihi. Sema sahihi au si sahihi. Sasa sio sahihi. Nitoke kwenye hilo swali. Kwa mimi ambaye niko naimba nyimbo za gospel na naimba kwa kumaanisha kwa sababu namtumikia Mungu. Tofauti na yule mtu mfanya biashara ambaye anaweza kaimba huku na akaimba na huku. Lakini kwa mimi siwezi. Okay. Siwezi kufanya kitu kama hicho. Kabisa kwanza hata utafanya. Sio? Kama unaona unaweza kwa mwingine sasa, lakini wewe kwa mwingine ambaye anafanya kama biashara ataweza atafanya.